Haleluya. Amen. Ni neno ambalo Mungu alipoona mateso yao akasema, acha nishuke niende kuona mateso yao. Basi sasa ndipo alimtuma Musa na Haruni wamwendee Farao. Huyo Musa alitangulia kulelewa katika nyumba ya Farao, alikuwa kiitwa kwamba ni mtoto wa binti Farao. Aliishi mule, tabia za pale na karakteri za pale na mambo mengine. Basi Mungu akasema, naona wewe ya kwamba utarudia kwa Farao. Lakini Musa alikuwa anataka kudevie, akasema, mimi tazama ni Mungu. Yawezekana alikuwa anajua kwamba mambo ya Farao. Akasema, usiogope, mimi nitakuwa pamoja nawe. Ndipo sasa Mungu akafanya mapigo mengi sana, mapigo 10 kwa nchi ya Misri. Basi ikafikia wakati sasa Musa alienda na Haruni wakamwambia mfalme, tunataka utupatie watu wetu twende kumtumikia Mungu. Ndipo hapa tunasoma, akamwambia, mtaenda kumtumikia Mungu? Akamwambia ndiyo. Sasa kama mtaenda kumtumikia Mungu, msiende mbali, muwe karibu. Msiende mbali. Kama mtamtumikia, mumtumikie hapa jangwani, msiende mbali. Tunataka kusema nini pale? Ni hivyo inavyokuwa. Farao kama shetani haruhusu watu waende mbali. Musa akamwambia, hapana, inatubidi sisi kwenda muda wa siku 3. Haleluya. Amen. Akawaambia, la sivyo, kama mtaenda wakina nani? Akamwambia, tutaenda sisi na watoto wetu na wabinti zetu na wazee wetu na wamama zetu pamoja na mali zetu. Aseme haitawezekana kufanya hivyo. Kama mtaenda, mwende ninyi wenyewe, mwende watu wakubwa, mgendi bikecuru n'ibisazo, muache watoto. Bakasema, hapana, tutaenda sauni. Hiyo ndiyo inayokuwa shida tunayokuwa nayo. Shetani hapendi watoto wetu, wabinti zetu, watu wangaliki wa vijana kama bahungu bambangana gutyo. Hapendi wamtumikie Mungu. Anataka abakie nao. Akawaambia, la, hatuwezi kuacha watoto wetu na wabinti zetu. Bwana tusaidie. Amen. Ndio vision ya shetani kwa siku hizi. Anataka vile biketu bisaza ndio yenyewe binaenda kwa kanisa. Lakini babishana tafadhali wachungaji, muwaombee vijana sana. Shetani ako na wavizia. Shetani namwe mwabavyeyi mwe ni musenge uruzi urwaruka abakobwa banyu n'abahungu ba Satani ntaboroheye. Mkamke na nyie wa vijana muombe. Shetani ako anawavizia na wengi alisema hivi. Unajua kwamba walifanya karibio, akasema muache wa vijana mwikorani. Msichana umkobwa binti anapomwona kijana anamtamani, kijana anapoona fie anamtamani. Wanaishi katika Korani na wako bakaba nifuzanya. Shetani mwamisoremwe baimbashi ba mama na bakina baba. Shetani amekwisha kuingilia katika korali zenu, amewaletea macho mengine ambayo aliyompatia Adam katika shamba la Edeni, wakati Mungu alimwambia mti huu usikule. Lakini shetani alipomtembelea akaipaka, aisiga mafuta, chakiti kikatamanika, akaona kwamba inapendeza. Niko bimeze. Tafadhali Mungu awasaidie vijana wetu. Inakuwa katika shida sana. Muko katika shida, vita, muombe sana. Muombe kama mlibatizwa katika maji mengi. Muombe na Roho Mtakatifu apate kuajalia uongozi. Na sasa shida inayokuwa nayo, watu wengi katika kanisa ni wakina mama, ni wakina baba, ni usiku, hata na watumishi. Shetani waambia hivi, msiende mbali, muwe karibu hapa. Ninawauliza hapa, eske katika nchi hii kuko wafungwa wenyewe wanafungwaga na wanawaambia wasiende mbali, na wanawatia limite tabaza shughuli limite sema tele kama hawako. Lakini ukienda kuangalia habari za Sulemani na Shimei,
alimwambia tira attention Shimei, ujenge katika Yerusalemu, lakini usivuke mto wa Kidroni. Siku utakapoivuka damu yako itakuwa shahidi chako. Bwana tuhurumie. Unaona ni vile kama nawaza na katika nchi hii inawezekana, hata katika nchi yetu ya Kongo ilikuwa ni hivyo. Huko watu wengine walikuwa wanamwambia tunawaacha, anaweza kuenda, anafika hapa, lakini wanamwambia limite, usivuke pale, na ukivuka pale kokoroni. Na ndivyo watu wa Mosha, shetani aliwaambia wasivuke limite. Aliwaacha wako wanaimba, wako wanaomba, na wengine wanaongoza makanisa, lakini ni washindi na basambanyi, ni hawatoi sadaka. Akamwambia Musa, tutaenda na mali zetu. Tutaenda na mali zetu. Hata kwetu ya mali watu wengi waliokokaka, lakini mali yao haikuokoka. Bamwe barakishijwe ariko sadaka zabo ntizakishijwe. Ni Wakristo wanaimba na wengine wanavaa makaravati wanaongoza makanisa, lakini enda kuangalia hawatoi sadaka, hawatoi chakula. Ni shida gani? Ni shida watumishi wa Mungu. Ni shida. Mjua kwamba haya tunayoyafanya tutaenda kupata zawabu ya haya tunayotumikia katika ulimwengu. Usitamani ya kwamba taji tutakazoweza kuzipokea ni kule mbinguni. Ala, tutazitafutia hapa na kule mbinguni kufika tu ni kuzivaa. Haleluya. Basi sasa Yakobo anasema hivi. Anasema hivi. Ni kusema namna gani pale kwa Yakobo? Amesema hivi, basi mtiini Mungu. Ndiyo, mtiini Mungu. Mpingeni shetani. Mpinge shetani, naye atawakimbia. naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu. Mkaribie Mungu, naye atawakaribia. naye atawakaribia. Itakaseni mikono yenu. Itakaseni mikono yenu, enyi wenye dhambi. wenye dhambi. Na kuisafisha mioyo yenu. Na kusafisha mioyo yenu, enyi wenye nia mbili. enyi wenye nia mbili. Bwana atubariki. Hamwe nasi. Kwa sababu watu wengi wanatembea kana nia mbili. Mkristo, nisikia waimbaji wenyewe walitangulia wenyewe wako ni forum ya haba mama. Alisema kwamba kutumikia shetani na mshiko wako kali ibaka, kasema kwamba watu wanaambiwa lakini hawasikii. Watu wenye kuwa na nia mbili, ama Kristo, si mpagani, si Mkristo. Tazama katika kitabu cha Ufunuo kinasema hivyo kwamba kwa sababu huko baridi na tena huko moto nitakutapika. Bwana tuhurumie. Kwa sababu huu moto huu baridi nitakutapika. Na inakwambia hivyo kwamba kanisa iko inatayarishwa. Kanisa iko inatayarishwa. Kanisa iko inasafishwa. Kanisa iko tayari kwa kunyakuliwa. Lakini kwa kusafisha hiyo kanisa, sijua kwamba uko na nia gani. Jichunguze moyoni mwako. Tazama jinsi unavyoenenda. Shetani asikuache kwa naimba na uko Mungu na uko mfanya nini? Unatoka kule na dhambi ya muda ya juma moja na unafika na kuongoza korali au unakuwa mwimbaji au unaongoza ibada. Bwana tusaidie. Bwana tubariki katika neno. Amen.